Amjambo na karibu mtazamaji wa Saidi TV. Tunakaribisha kwa kujiunga pamoja nasi katika taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu za Kiswahili. Sisi ni Saidi TV, tunaripoti kutoka jijini Kinshasa, ikiwa makao makuu ni Australia. Mbashara tunapatikana Dar es Salaam, Bujumbura, hususan katika tarafa la Fizi. Msomaji ni Sandra Heri. Muhtasari wa habari. Leo hii tariki 26 kumesikika milipuko ya risasi huku ikiendelea kuendeshwa katika jiji la Uvira. Kunako mji mkuu wa Kongo Kinshasa kumeripotika baadhi ya wanadini wa chama cha ACC wakiendelea kutaka kuweka suluhisho ya mzozo unaoendeshwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku tukielekea nchini Iran. Habari kamili. Jijini Uvira kumeripotika milipuko mkali huku wakiendelea kukabiliana wanajeshi wa wazalendo na FARDC badala ya kutokuwa na maelewano sahihi. Leo hii tariki 26 majira mchana, makabiliano haya yaliweka kishindo kikali na woga katika jiji la Uvira, huku baadhi wakiendelea kusema kuwa pande hizi za Uvira ndipo makazi ya serikali ya jiji la Bukavu imehamia. Kwa sasa milipuko hiyo ya risasi inakuwa inaleta woga zaidi kunako serikali ya jimbo la kusini mwa DRC, hususan katika jiji hilo la Bukavu. Baadhi ya waripotaji waliambia Saidi TV kauli hizi. Hapa ni frontiere ya Kavivira, ma activite isha reprendre, hakuna problem. Ilikuwa tu comprehension kidogo entre FARDC na wazalendo. Wajeshi wa FARDC wako wanajua kama Kaorohoro kuna kwa ingine position ya wazalendo. Sasa wazalendo walikuwa wanakuja ngambo ya Kaorohoro, ndio wakabarete pale basi bibi na consigne kusikua hata silaha moja yenye itavuka frontiere yenye iko ya FARDC. Sasa ndio bakamwarete ule mzalendo pale asivuke huku, ndio mzalendo pale comprehension ndio akasema baadhi mnyang'anya silaha, ndio kaanza piga ile masasi, ndio ile comprehension. Mais frontiere vitu vinakuwa sawa, hakuna probleme yote ile, ni cordon urbain ya jua Sosile ndio anawatumia image. Merci. Jijini Kinshasa kumeripotika mkutano mkuu wa wakuu wa dini ya ACC, huku wakiendelea kujadili kuwa wanataka kuongea na Rais Felix Antoine Tshisekedi ili kuangalia jinsi ya kuweka suluhisho baadhi ya mzozo unaokaa katika jiji mbili ikiwemo Goma na Bukavu. Katika majadiliano haya, baadhi ya viongozi hao wa dini waliongea mbele ya maiki yetu. Ilihusu suala la kumuonesha mkuu wa nchi ripoti ya majadiliano tuliyokuwa nayo. Pili, ilikuwa fursa kwa rais wa jamhuri kufanya tathmini yake, lakini pia kutoa mchango wake, na imekubalika kwamba Senko na EACC zitafanya kazi pamoja na timu ambayo imeteuliwa na rais kutoka ofisi yake ili kuratibu mambo kwa hatua zitakazofuata. Ya muhimu kwetu ni kufikia matokeo ambayo yatafanikisha nchi kuwa moja yenye amani na ambayo yataruhusu wananchi wote kupatanishwa pamoja. Hayo ndiyo yanajiri wakati ya viongozi hao wa dini walifanya mkutano mkuu jijini Kinshasa, huku wakiendelea kutamani pia kusaidia serikali ya Kinshasa kuiwekea amani. Tujielekeze kunako nchi ya Palestina na Irani ambayo bado inazidi kuendeshwa na vita kuu ulimwenguni sasa hivi inayopamba moto duniani. Baadhi ya Wapalestina wengi wameamua kutoa video nyingi zaidi, huku wakiendelea kuiomba Iran msamaha na kutaka kuwa wapewe msamaha badala ya kuona mauaji yanayoendeshwa katika nchi yao ni makubwa zaidi. Mauaji hayo yanakuwa yanawatishia baada ya kuona kuwa serikali yao labda inakuwa haiwezi kuwasaidia kwa muda unaostahili, hadi wananchi wanachukua hatua ya kushuti video clip huku wakiziweka mitandaoni wakiomba msamaha. Baada ya video hiyo kuvuja katika mitandao nyingi, baadhi ya wengi walisema kuwa Rais Trump akiwa bado anazidi kudai kuwa Irani iongee ili kupata suluhisho ya amani, ikiwa masubirio hayo yanakuwa yako mezani kwa sasa kwa siku isiyotarajika mwezi huu. Baadhi ya Wapalestina walioposti video tuwasikize wakiwa wanaomba msamaha. Mukasari wa wali Iran, we are sorry.
Malalamishi hayo baadhi ya wakazi wa pande hizo wa Palestina wakiwa wanatoa kauli, huku wakiomba Iran iwasamehe kwa yote yanayotokea, huku ikiendelea kuonekana ni kikwazo sana kwenye serikali ya Palestina. Hapo ndipo tunahitimisha taarifa yetu ya habari iliyokuwa mezani, msikilizaji wa